mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma. Akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkavike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, nasi tule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, aliyosikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yule mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje, akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Sema amen. Neno letu la leo linazungumzia kuhusu yule mtoto alikuwa amepotea. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme huyu alikuwa na watoto wawili. Yule mdogo akaamka tu, akamwambia, baba, nipatie sehemu ya mali. Bwana Yesu asifiwe. Yaani apatiwa urithi. Na alipofanya hivyo, baba hakuwa mshindani. Nataka unisikize vizuri sana. Baba hakuwa mshindani. Alifanya kama jinsi kijana wake alivyosema. Akagawanya zile mali. Yule kubwa kampa yake na yule mdogo kampa yake. Yule mdogo akaona si vyema endelee kuishi pale. Akaamua kutoka katika boma la mzazi wake. Akaenda kukula kuenda kusherehekea huko na marafiki makahaba na kufanya usherati. Akamaliza, akawa hana chochote. Ikabidi sasa hata chakula ni shida. Halo? Akaanza kaomba kibarua, aende akalishe makondoo ama ng'ombe ama mbuzi ili apate kitu ya kukula. Lakini bado haikumridhisha. Akawa anakota yale mabaki, zile kondoo zilikuwa zinakula. Halo? Nataka unisikize vizuri sana. Akaangalia, akakumbuka, akasema, watumishi wengi wako katika nyumba ya baba, wanakula na kunywa na kubakisha, lakini mimi ninateseka. Semene. Mama. Akaamua, akasema kwamba hata kama hata niita mtoto wake, lakini nataka nirudi katika nyumba ya baba, nikawe mtumwa ndani ya nyumba ya baba yangu, ili nikale na kuishi vizuri. Akaanza safari. Alipokaribia karibu na nyumbani, baba yake akamuona. Baba yake akaondoka mbio na wale watumishi na kumkaribisha. Alipofika wakamkumbatia, wakambusu. Baba akafurahi sana.
maana alidhani ya kwamba mtoto wake amekufa, alidhani ya kwamba hatamuona tena. Lakini baba ni baba. Mwambie jirani, baba ni baba. Mwambie mama ni mama. Hata kama tunakosa kama madhabahu ya Bwana, lakini tunaporudi na kunyenyekea, Bwana majeshi anatusamehe na tunasonga mbele tena. Leo nimekuletea habari njema. Haijalishi umemkosea Bwana nini, haijalishi ni mambo gani unayopitia kwa sababu ya kile ulikufanyia Mungu kinyume, leo nakutabiria na kwambia hiyo mahangaiko yako Bwana anaenda kuiondoa. Umerudi tena nyumbani mwa Baba, unaenda kula matunda tena. Nimerudi nyumbani mwa Baba, nala matunda. Nimerudi nyumbani mwa Baba, nala matunda. Katika ulimwengu no one is perfect. In this world no one is perfect. Tunamkosea Bwana kwa mambo mengi, lakini tunapokuja katika madhabahu ya Bwana, tunapomwita Bwana anashuka, anatusamehe na atatubariki tena. Leo nakutabiria baraka kwa jina la Yesu. Chochote kinachokuhangaisha kikuondoke, maana umerudi katika nyumba ya Bwana. Halo. Alidhani ya kwamba hatapokelewa. Ni mambo mangapi tunayofanya? Ni vitu ngapi mnavifanya wiki nzima na kasanda unakuja kwa madhabahu ya Bwana? Ni mambo mangapi unayofanya wewe? Ni watu wangapi unaowatukana? Lakini unapokuja katika madhabahu ya Bwana, Bwana anakukumbatia. Hello. Baba akasema, leteni ile ndama yenye imenona, tuichinje, tukaribishe mtoto wangu. Unaua mtoto wa mama, mtoto wa baba. Yeye mtoto wako kipotea hapa masaa mawili tu ujue mahali yuko. Sio unahangaika. Hebu niambie huyo mtu alikuwa anasikia aje? Sema neno. No one is perfect in this world. Tunamkosea Mungu kwa mambo mengi, lakini tunaporudi kwa Bwana, Bwana wa majeshi anatupokea na anatukumbatia na anatubariki tena. Haleluya. Yule mwingine alipokuja kutoka malishoni, akasikia vigelegele na shangwe, watu wanaimba kwa sababu ya mtoto mpotevu. Akauliza, akaita mchungaji mmoja, akamuuliza, mtumishi mmoja akamuuliza, ni nini kinachoendelea? Akamwambia, yule ndugu yako aliyekuwa amekufa amefufuka tena. Leo ninakutabiria kilichokufa ndani yako kiamuke tena. Kilichochukuliwa kiregeshwe. Nyota yako iregeshwe mafanikio. Waliokudharau watakusalimia kwa heshima. Yule ndugu yake akasikia vibaya. Kwa nini babangu niko hapa na wewe? Hujawahi chukua hata mwanadamu ukamchinja nikule na marafiki zangu. Lakini huyu potevu anachukua mali zako akaenda akachezea na usharati. Umemkaribisha kwa goma na shangwe na ukachukua ndama iliyonona ukachinja. Baba akamwambia, la si hivyo mwanangu, vile nilivyo navyo vyote ni vya kwako. Wewe umekuwa na mimi hapa siku zote, na chochote kilicho cha kwangu ni cha kwako. Nataka nikuambie ya kwamba chochote ambacho kiko na Mungu kiko ndani ya maisha yako wewe, kiko ndani ya maisha yako wewe. Hata kama maadui watasimama kuomba, lakini Mungu atasimama zaidi ya maadui zako, na kila kitu kitakuwa sawa. Haijalishi. Mwambie jirani yako, haijalishi. Hata kama watasema kiwango gani, hata kama
majeshi atacheza zaidi ya wao. Hata kama watalala kiwango gani, Bwana wa majeshi halali kwa ajili yetu. Anasimama anatulinda. Hata wainuke akina babu na nyanya, bado tutamshangilia Bwana. Kama injili na kuingia na kutoka. Aulize na kuingia na kutoka. Inaingia wapi? Kwa moyo. Mwingine anapenda ingia kwa kichwa. Hii ndio inaingia hapa. Alafu inakaa hapa inakita mizizi kwa. Ujue kwamba kwa Mungu hakuna kisichowezekana. Ujue ya kwamba tunamkosea Mungu, lakini Mungu wetu yuko pamoja nasi. Wakati unapokuja kumwambia nisamehe Bwana, anakusamehe na anakuokota tena na anakurusha pale juu, na watu wanabaki wakishangaa. Kuna wale wenye mioyo migumu wanauliza maswali, mbona huyu amebarikiwa, huyu amekauka kinanarana akifanya usharati, saa hii amerudi hapa na anaonyesha. Lakini Bwana anasema ya kwamba vilivyo vya kwake ni vya kwetu. Unapokaa katika madhabahu mwa Bwana, nataka nikwambie kwamba wewe umebarikiwa. Haufanani na yule mtu ambaye yuko nje, haifanani na yule mtu ambaye anaenda kupiga usharati. Kila alicho nacho wewe uko na zaidi alicho nacho yeye. Wacha niwaambie. Unaona watumishi wa Mungu hapa? Wanaoitwa watumishi wa Mungu, wanaosimama kwa madhabahu na kuhudumia watu wa Mungu. Simshaisikia kuna wengine wamebackslide. Simshaisikia mtu alikuwa mtumishi wa Mungu mkubwa na sasa backslide, anafanya vituko mpaka uelewe, usherati, kuna pombe, uchafu, kila aina yoyote ya uchafu, na yeye alikuwa akisimama kwa madhabahu na tingishika, lakini akapatwa na jaribu na kaenda chini. Haleluya. Nataka nikwambie kwamba ile siku atakapojikumbuka na kurudi katika madhabahu ya Bwana, Mungu atamtumia, utashangaa. Atamtumia zaidi ya vile alivyokuwa akimtumia. Mungu wetu ni wa msamaha. Mungu wetu ni wa msamaha. Mwambie jirani yako, Mungu anasamehe wewe. Hebu uliza jirani yako, kama ni mwanaume muulize, wewe ulishawishi wanawake wangapi watoe mimba? Kama ni mwanamke muulize, ulitoa mimba ngapi? Hebu ulize sasa. Alishawishi wanawake wangapi? Akamwambia toa mimba Fredi. Wangapi? Sema mwanangu. Hauna? Sema. Nitaanza kuingia hapo ndani. Nitaanza kukenya. Nitaanza kuachilia laini. Ni wangapi? Pastor Nesi, Felix amekuuliza ama hajakuuliza? Ni wangapi umetoa? Anasemaje siri yake? Mwambie jirani ni siri yako. Hapa muulizane. Ni wangapi mwashawishi? Muulizane. Ni wangapi mwashawishi? Muulizane. Nyote watatu mnaulizana. Muulize. Ni wangapi aliwashawishi? Wakati ukiwa kule kwa dunia, unafanya mambo mengi. Lakini nataka nikwambie, Mungu yuko pale. Na hata kuacha. Hata kama atajitenga kando kidogo, lakini bado kimrejelea kimwomba kwamba Mungu nisamehe, ashakusamehe. Kwa sababu anapenda watoto wake. Sememe haraka. Nipata mimba, mwanaume anamwambia niko na mimba, anamwambia mimi am not ready. Sasa wakati huko ready bado unifuata. Pesa kinesi. I'm not ready. Tuitoe. Unaona kama ni mchezo. Naitoa.
utaenda wapi? Simeshirikiana kwa dhambi. Lakini wakati mnapojikumbuka na kumrejea Mungu na kumwambia Bwana, nimefanya hili, nisamehe. Mungu anakusamehe, ndiyo dhambi inaondoka. Lakini mpaka umwambie Pastor Agnes, ulitoa watoto wangapi? Ulikaa na nani? Ulikuwa na mwanaume gani? Unapata kwa yule mwanaume umekaa. Ni mwanamke gani umemshawishi atoe mtoto wako? Unapata kwa jina. Nimekuwa na mimba fulani, akanambia nitoe. Nikatoa. Mungu nisamehe. Felix, ulitoa wangapi? Mwanangu, hiyo macho yako hiyo hapana. Haina ndio kweli. Yaani ukitaka Mungu akusamehe, let me teach you something. If you want God to forgive you what you have done, inayo kuna mahali utaipata. Unajua, wakati kuwa na Fatuma alipopata ujauzito, akaja kumwambia, mimi niko mjamzito. Akamwambia, mimi am not ready. Mwenye kazi yangu ni kibarua nitakupeleka wapi? Hiyo umesiba wewe msichana wadogo. Itabidi tuitoe. Fatuma anasema, si sawa, hata mimi sijui nenda wapi. Basi natafutia pesa nipatie. Basi ndio nitoe. Nikaenda katolewa. Na bado Mungu achana endelea. Huko na Fatuma, huko na Saumu anakuja, niko na mimba. Mimi kwa sitaisha kuoana bwana. Nikwambia tukoje. Lakini imeingia. Nikatoa. Lakini wakati ulipomwambia Bwana, hukumwambia Bwana ulitoa mimba na Saumu, hukumwambia Bwana ulitoa mimba na Fatuma. Nilimwambia Mungu nisamehe kwa sababu nimetoa mimba. Only that. Haistahili hivyo. Sema, umetoa mimba ya nani? Sema umemshawishi nani akatoa mimba? Sema ni nani baba ule mshawishi akatoa ujauzito wako? Ama niseme usikotamka hilo, ukienda kule juu, wale watoto watakuwa wanakulilia yes. Utakuta mambo yako hayaendi kwa sababu kile ulichokifanya. Leo nakwambia tunatubu kwa jina la Yesu. Umenipata? Ninaotoa mimba ngapi? Hakuna. Wewe ulioshawishi nani? Ulishawishi Rita, ulishawishiwa na nani? Unakumbuka? Nakumbuka? Tena sasa nakumbuka. Kama Rita anakumbuka, hata Pastor Agnes anakumbuka. Kama Rita anakumbuka, hata Selina anakumbuka. Kuna mambo inaendelea katika maisha yetu, ni kwa sababu kuna vitu tunazifanya ambazo zimemkasirisha Mungu. Lazima tutoe. Bwana tuokote pale chini, turejee kwake. Unaweza lia nataka mtoto, na Mungu anaangalia huyu anataka mtoto. Akiangalia hivi anaona hawa watoto yaani wanalia kule mbinguni. Hawa si waliwatoa. Sasa nataka nini? Nibariki na nini? Tina, Mungu akubariki na nini? Wale waliwatoa kule wanakulilia Mungu ni kwa jina la Yesu nibariki. Nataka nikwambie kitu. Ile sijui kwa nini Mungu ameleta hili neno. Lakini ukitubu kile ulichokifanya na katika ulimwengu huu unakidai, Mungu anaenda kuachilia. Mungu akasema ametuumba kwa mfano wake, lakini matendo yetu haifanani na yeye. Sisi ni wenye dhambi. Sema amen.
hapo ndani ya nyumba kuna mume wako, kuna mke wako. Hata kwanza kwa sababu mvua hata kuachilia hataki hata kumwachilia mwanzako aende. Lakini ukipata dakika moja kule nje ushasimamisha mtu. Basta ile kila tunaenda kusimamisha. Mimi sijaolewa, niko na watoto lakini sijaolewa. Wewe. Na Mungu anaangalia, anasemaje? Ana watoto. Na huko ametoka kuachilia mwingine ameenda kazini. Dakika 10 hazijaisha, amesimamishwa pale ukizoni. Madam, nendeleaje madam? Hapo smart. Na vile wanaume wanajua kuweka mstari. Na kupiga nungu chapa. Smart. Halafu na kupigia smile. Hiyo smile ipelekea. Asante. Wanawake tu wanataka kusikiwa. Wanaume kama kwa hii madhabahu, kama akiamka asubuhi usiku, hata kama hajaosha uso, kisi mwambie you look good. Akifika pale chochoroni akisema kusimamishwa, ndio kusimamishwa. Akimwambia, "Hey madam, uliko good." Vile wanawake wanakuanga tu. Nani analegea? Wanaume naongea kweli mwanadanganya. Wanaume kwa hii madhabahu, nasema ukweli mali uongo. Felix, si ndio unasimamisha? Ongea ni mahali kwa. Yeye ni mahali kwa kama mimi. Madam, you look good. Thank you. God bless you. Niachana. Kuna mwingine tena ananiambia juzi, mimi nakuongelesha hivi, wewe unaniambia Mungu akubariki. Nikamwambia sasa uko tena kwa nini? Alikuwa anaonyesha kitu kingine, mimi nikamwambia amen, God bless you. Na hiyo kitu haifanani na hiyo amen.